Hello, what's up my good people? Okay, leo ngoja tu break down hii entry tuone tumeipataje. Tuvunje analysis tuone tuliipataje usio. So, kama kawaida, tuende kwenye weekly time frame tufute kila kitu hapa pap. So, the issue was like this. Hii entry nimechukua jana, ambayo jana was the previous week, kabla ya wiki mpya haijafunguka leo Jumapili, kwa sababu this derive mpaka weekend market iko wazi. Kwa hiyo jana ilikuwa ni Jumamosi kama saa 2 saa 3 ndo nilichukua trade. So tulikuwa na analysis ambayo tulifanya the previous week, ambayo hii week ndo tulitumia kuitrade. So kwenye analysis yetu nitakuja kuanalyze the previous week ili nije nione wiki hii tulipataje entry ambayo tutaihold mpaka wiki huku saa. So that was it. Nini ambacho kilifanyika? Kuja kuchukua lines zetu nikachora zile lines ambazo naelekezaga the key levels. The key levels kwenye upande wa closing price, kwenye upande wa opening price, kwenye upande wa highest price, kwenye upande wa lowest price. Tukaje tukaangalia ile gap hapo katikati tunalifix vipi, kwa sababu limekuwa refu sana. Tukaja kukuta candle hii hapa nyuma iko na nini na high hapa. Tukasema okay, ngoja tuweke hapa. Kwa nilikuwa na area zangu kama hizi, they are very smart, zinaonekana zina muonekano mzuri. Nikachukua mstari wangu nikaweka hapa. After my key levels nikaweka kwenye previous week ambao kwenye present week ambao tulikuwa nayo kwa muda huo kwa jana. Sasa nikimaanisha ni kendo hii hapo, kiachana hiyo kendo time frame ya wiki ambayo tuko nayo currently ambayo tuna trade. So ilikuwa kwenye 1H ndipo nilipokuja kupata kitu changu, kuja kutafuta the last giant candle. It was this one. Price ilikuja ika break, ikaja ika test hapa, ikaonyesha kwamba nguvu hakuna. Though kuna entry ambazo nilizichukulia hapa before, like screenshot hapo, nilichukulia hapa before zikashuka nika close, lakini this is how tunaenda nayo. This is 1H na hapa tunapata fursa ya kuhold. So nilikuwa nawaambia mistari unatumia wapi? Tunaitumia kwenye kama TP, the TPs. Yani kwamba